Kuna jamaa alisahau wallet ndani ya mgahawa. Mhudumu aliyekuwa anafanya usafi aliiona na kugundua ilikuwa na pesa nyingi. Lakini mhudumu huyu hakuwa na tamaa. Alikwenda moja kwa moja kwa meneja na kumwambia, "Unaweza ukanipa mapumziko ya muda mchache?" Meneja akamwambia, "Haiwezekani kabisa. Nikikupa mapumziko naye atafanya kazi zote hapa." Mhudumu kwa vile alikuwa mkweli akasema, "Kuna mtu kasahau wallet yake hapa na mimi namfahamu, kwa hiyo nilitaka nimpelekee." Meneja kwa kiburi akasema, "Kwani watu wanaosahau vitu vyao hapa una mkataba nao kwamba lazima uwarudishie? Kwamba yoyote anayesahau kitu chake hapa lazima umkimbilie na kumrudishia?" Mhudumu akasema, "Hapana, sio hivyo." Meneja, "Safi sana." Mhudumu, "Basi kaa nayo wewe mwenyewe, akirudi tutampatia." Meneja akasema, "Sawa kabisa, haya basi rudi kazini." Lakini baadaye meneja kutazama ndani ya wallet na kuona pesa nyingi, tamaa ikampata. Akazitoa pesa zile na kuanza kuzihesabu. Mfanyakazi mwingine mwenye tamaa alipoziona pesa akamwambia, "Kama unataka na mimi nisiseme chochote, nipe kiasi cha pesa." Meneja akasema, "Sawa, chukua." Akampa pesa kidogo, kisha akampatia na ile wallet akamwambia, "Sasa utajua mwenyewe utaifanyia nini." Ili kujiokoa yeye na meneja wake, yule mfanyakazi akachukua ile wallet na kuiweka kwenye begi la yule mhudumu, ili kama kuna kitakachotokea basi kimpate yeye. Baada ya muda mchache, jamaa alirudi kuitafuta wallet yake. Akamfuata meneja na kumwambia, "Nilisahau wallet yangu kwenye meza, nimekuja kuifuata." Kusikia hivyo, meneja mwenye tamaa akasema, "Hapana, sisi hatujaona wallet yoyote hapa." Kisha akamuita yule mhudumu na kumuuliza, "Je, kuna wallet yoyote uliyoiona hapa?" Mhudumu akasema, "Ndio, na nilikupatia muda mchache uliopita." Yule mfanyakazi mwingine mwenye tamaa akadakia na kusema, "Labda ameificha sehemu, ngoja tusachi mikoba yake." Na ndipo mfanyakazi mwenye tamaa kauleta mkoba wa mhudumu na wallet ikapatikana ndani yake. Lakini baada ya jamaa kutazama ndani akakuta wallet haina pesa yoyote. Akasema, "Wallet mbona iko tupu wakati ilikuwa na pesa nyingi? Ziko wapi? Sasa nitaita polisi ili wote mkamatwe." Baada ya kusema hivyo akaanza kuondoka, na meneja mwenye tamaa akaanza kumshutumu mhudumu kwamba yeye ndo ameiba pesa za watu. Lakini mhudumu wa watu alikaa kimya, hakusema lolote. Lakini baadaye alichukua simu yake akamwambia meneja, "Tafadhali chukua simu yangu iuze, pesa itakayopatikana urudishe pesa ya watu. Sitaki kabisa kwenda polisi." Meneja mwenye tamaa akasema, "Sawa, nitakusamehe safari hii, lakini safari nyingine nitakupeleka mwenyewe polisi." Na bila kusema chochote mhudumu aliondoka zake. Baada tu ya mhudumu kuondoka, meneja mwenye tamaa na yule mfanyakazi mwingine walianza kusifiana. Mfanyakazi alisema, "Sijawahi kuona mwanamke mjanja kama wewe. Yaani umechukua halafu umejipatia bonge la simu." Meneja mwenye tamaa akasema, "Basi ichukue, nenda kaiuze ili turudishe pesa ya yule jamaa." Lakini muda huo jamaa alirudi na polisi. Walipofika pale tu jamaa akasema wakamate hawa wawili, yaani meneja mwenye tamaa na yule mfanyakazi mwingine. Meneja mwenye tamaa na yule mfanyakazi wakauliza, "Kwa nini tukamatwe sisi wakati pesa ameiba huyu mhudumu?" Jamaa akawaambia, "Kabla ya yote tazameni simu iliyopo mkononi kwenu." Walipoiangalia simu walikuta kwamba simu ya mhudumu ilikuwa imepigwa kwenda kwa jamaa. Mhudumu alikuwa amewachezea mchezo. Muda ule jamaa alivyosema na kwenda kuchukua polisi, mhudumu alimpigia simu na kumwelezea kila kitu kwamba yeye hakuchukua pesa, bali meneja ndo aliyechukua pesa. Kwa hiyo kumpelekea meneja simu ilikuwa ni mpango wake wa kumfanya jamaa asikie kila kitu atakachokiongea. Kwa hiyo ukweli ukafahamika hapo, nani ni mkweli na nani ni mwizi. Na ndipo polisi walipomkamata meneja mwenye tamaa na yule mfanyakazi. Na ndipo jamaa kamshukuru sana yule mhudumu kwa moyo wake safi. Kuwa na moyo safi na mkweli ni kitu kizuri sana katika maisha. Niambie kwenye comment umejifunza nini kwa story hii, na niambie unanifuatilia kutoka nchi gani au mkoa gani. Mimi ni Director Mo.